Kumbuka mafundisho ya Kristo yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, like pamoja na kushare. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza kutuma ujumbe mfupi tukasema niunge nao ukaunganishwa. Namba ni 0789500242 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itakapo leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza na kufuatilia, na kupa hongera sana. Kumbuka, waambie wale unaoalika. Hapa tunafundisha watu kufikiri kama Kristo na sio kufikiri kama Adamu. Hilo ni la muhimu sana. Na penda kutoa shukrani za dhati pia kwa wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wazaji wa vipindi vya Neema na Kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Kumbuka, unapoombea wazaji wa vipindi vya Neema na Kweli, simamia Waefeso 1:17-18 na Wakolosai 1:9. Mwisho, natoa shukrani za dhati kwa wewe ambaye umekuwa changia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio. Umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya Neema na Kweli, na unahakikisha kwamba watu wanafikiwa na injili ya Kristo kwa njia ya redio, na kupa hongera sana sana. Upendo wako kwa watakatifu ni wa muhimu sana. Lakini pia usisahau, sio tu kwamba unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio, lakini ndio unawezesha mafundisho yanarekodiwa. Watu wengine hawajui tu gharama ambazo zinatumika katika kuhakikisha kwamba mafundisho yanajia watu kila siku. Wengine hawajawahi hata kujiuliza hilo swali, kwamba inakuaje hapa mtumishi kila siku anaweza kuleta vipindi. Tuna rekodi, kuna umeme, kuna air condition, kuna ofisi zinalipiwa na kadhalika. Kwa hiyo nakupa hongera sana 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 wewe ambaye unashiriki kwenye hilo. Baada ya kusema hayo, nataka tupige hatua. Sasa mwanzo nilikugusia kidogo, na nataka nigusie hapa kwamba unapoangalia Yesu Kristo alikuja kufanya nini? Yeye mwenyewe anasema amezaliwa kuwa mfalme, amekuja kwa kusudi la kuwa mfalme, kuhubiri habari njema ya ufalme, kwa lugha nyingine kushuhudia kweli. Na ukisoma kile ambacho mitume walikuwa wakizungumza na kile ambacho walikuwa wakifundisha na kile ambacho waliandika, utaona kuna tofauti ya kimkazo kidogo katika injili yao. Kwa injili ya mitume kithiolojia, ama ule mkazo wao ambao walikuwa wameutilia kithiolojia, unaitwa kerigma. Bwana Yesu alikuwa anahubiri zaidi habari njema ya ufalme wa Mungu pamoja na uzima wa milele. Alikuwa akihubiri habari njema zaidi pamoja na uzima wa milele. Ndio mambo mawili ambayo Bwana Yesu alikuwa ameyakazia: habari njema ya ufalme wa Mungu, lakini pia na habari ya uzima wa milele. Na utakuwa umeelewa sasa hivi nikakwambia kwamba mamlaka aliyopewa mwanadamu ikitenda kazi chini ya uzima inaitwa ufalme wa Mungu, ikitenda kazi chini ya ibilisi inaitwa ufalme wa giza. Kwa hiyo Bwana Yesu alikuja akitilia mkazo ama akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu pamoja na uzima wa milele. Lakini unapoangalia nyaraka za mitume na ukaangalia mafundisho yao, unaanza kuona mkazo wao walitilia zaidi kwenye kitu, kwenye nini, kwenye kufa, kufufuka, pamoja na kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Na kwa maana hiyo wakasisitiza kwamba ushindi wa Yesu Kristo juu ya dhambi, juu ya dunia, juu ya shetani, juu ya mauti, na kwamba kuanzishwa kwa ufalme ama kuwa established, kuthibitika kwa ufalme wa Mungu hapa duniani. Kwa hiyo unaweza ukaona mafundisho yao na kuhubiri kwao kulijikita kwenye kufa na kufuka kwa Yesu Kristo, na kusisitiza kwamba yeye ni Bwana juu ya wote, ikionyesha kwamba ufalme wa Mungu tayari umeshafika na umeanza kuthibitika hapa duniani. Ndio ilikuwa center yao. Bwana Yesu alikuwa anasema ufalme wa Mungu umekaribia, the kingdom of God is at hand. Lakini pia akawa anazungumzia na maisha ndani ya ufalme wa Mungu kwa maana ya uzima wa milele. Mitume wanaoja wasema no, lile alilokuwa akilisema sasa hivi ni halisi kupitia kufa na kufuka kwa Yesu Kristo. Sio tu kwamba ufalme wa Mungu umekuja hapa duniani na kuthibitika, lakini pia Yesu ni Bwana juu ya yote. Sasa hili alilokuwa analihubiri mitume ndo kwa lugha ya Kigiriki wanalita kerigma. Tukizungumzia kerigma tunazungumzia Kerygma, kerigma. Kwa lugha nyingine wanasemaga ni injili baada ya Jumapili ya Pasaka, after Easter Sunday. Kwa lugha nyingine ni injili iliyoanza kuhubiriwa na mitume baada ya siku ile ya Pentekoste, kwamba Roho Mtakatifu amekuja, mitume wakaanza kuhubiri injili rasmi
Kwa hiyo ndio hii inaitwa kerygma, na msisitizo wao zaidi ni kwenye kufa na kufuka. Sasa ili uweze kunielewa nazungumza nini, nataka tuende kwenye Wakorintho wa kwanza mlango wa 15. Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 na tutaanza mstari ule wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 15 mstari ule wa kwanza. Sikiliza hili. Anasema hivi, basi huyu ni mtume Paulo anaandikia kanisa la Wakorintho. Anasema basi ndugu zangu, na waarifu ile injili niliyowahubiri, ambayo ndio mlioipokea, na katika hiyo mnasimama. Anasema na kwa hiyo mnaokolewa. Kwa hiyo anasema hiyo injili ndio mlioipokea, kupitia hiyo injili ndio mnasimama, na kupitia hiyo injili ndio mliokolewa, ikiwa mnayashika sana maneno niliyowahubiri, isipokuwa mliamini bure. Kwa sasa anataka kuelezea waliamini nini. Anasema kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alimtokea Kefa, tena na wale tenashara, baadaye aliwatokea ndugu zaidi ya 500, pamoja katika hao wengi wanaishi hata sasa, ila baadhi yao wamelala. Baadaye akamtokea Yakobo, tena na mitume wote, na mwisho wa wote alinitokea mimi, kama ni mtu aliyezaliwa si kwa wakati wake. Sasa nataka uone kitu kimoja hapa. Anazungumzia kufa kwa Yesu Kristo, anazungumzia kufufuka kwa Yesu Kristo. Alafu katika kufufuka anathibitisha, anatoa uthibitisho mwingi kwamba amewatokea mitume, amewatokea wale 500, amemtokea Yakobo, amenitokea na mimi mwenyewe. Sasa ukisoma Matendo ya Mitume ukaiangalia kwa karibu, yes, utaona kwamba walikuwa wakisisitiza zaidi kufufuka kwa Yesu Kristo na wakisisitiza zaidi kwamba Yesu ni Bwana. Hilo ndilo ambalo unaliona liko waziwazi. Yesu anataja kwamba yes, mlimuua lakini Mungu amemfufua. Mlimuua lakini Mungu amemfufua. Unaona hiyo story ikijitokeza tena na tena na tena na tena. Kwa hiyo hapa Mtume Paulo anaelezea, anachokifundisha Mtume Paulo ndio kitu ambacho kilikuwa kikiaminiwa katika kanisa la kwanza. Na nikizungumza kanisa la kwanza, ama nikisema mwanzo wa kanisa, kipindi cha mitume, haya ama ile analosema Mtume Paulo hapa ndilo ambalo lilikuwa linaaminiwa miongoni mwa wafuasi wa Yesu Kristo. Na kwa maana hiyo, kama mimi na wewe leo hii tunataka kuwa na matokeo kama ambayo tunaloita kanisa la kwanza walikuwa nayo, basi ni vyema tukajua na kuamini kama ambavyo wao walikuwa wakijua na kuamini. Nje ya hapo ni sifuri. Sasa yako mambo mengi ya kuyazungumza hapa, lakini ili uweze kunielewa kabla ya kwanza kuchambua kinazungumzwa nini, ngoja ni huyu alikuwa ni Paulo. Ngoja tumwache kwanza hapa, alafu tuende kwa mtume Petro naye tuangalie anasema nini. Kumbuka nilikwambia kerygma maana yake nini? Imejikita kwenye kuzungumzia kufa kwa Yesu Kristo, kufufuka kwa Yesu Kristo, na kwamba Yesu Kristo ni Bwana juu ya wote, na kwamba kupitia kufufuka kwake sasa ufalme wa Mungu umethibitika hapa duniani. Very important, ni muhimu kwenye hilo. Kwa hiyo tutatoka hapa tuende kwanza kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 10, alafu mstari ule wa kabla kwanza 34, labda tuende mlango wa 11. Okay, iko hivi. Nielezee tu. Hapa mtume Petro ameenda nyumbani kwa mtu wa mataifa anaitwa Kornelio. Sawa? Huyu Kornelio Biblia inasema alikuwa ni mcha Mungu. Sasa ngoja tuchambue vitu kidogo hapa, tusifanye haraka sana. Hebu tuanze twende mlango wa 10, tuanze mstari wa kwanza, alafu tutaenda mlango wa 11, alafu tutarudi mlango wa 10 tena. Kwa hiyo tukaenda kwenye Matendo ya Mitume 10 mstari wa kwanza, anasema hivi: palikuwa na mtu Kaisaria jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia, mtu mtaua. Sikia CV ya huyu Muitaliano ama huyu Mrumi whatever. Anasema
moja nianze upya. Palikuwa na mtu Kaisaria, jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia. Mtu mtaua, 1, mchaji wa Mungu, 2, yeye na nyumba yake yote, na alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi, 3, na kumuomba Mungu daima. Mambo manne ambayo leo hii ukiyatafuta miongoni mwa wanaojiita wa Kristo ni shughuli. Kwa hiyo anasema alikuwa ni mtaua, alikuwa mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote, alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi, na alikuwa anamuomba Mungu daima. Maana yake alikuwa ni muombaji. Anasema akaona katika maono waziwazi kama saa 9 ya mchana malaika wa Mungu akimjia na kumwambia, Kornelio. Akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Sala zako na sadaka zako zimefika juu kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Kwa hiyo kwa wale ambao ni waombaji na kwa wale ambao ni watoaji, kuna kumbukumbu mbele za Mungu. Haina maana kuomba kwenu na kutoa kwenu ni sifuri. Sasa basi, peleka watu Yafa wakamuite Simoni aitwaye Petro. Yeye ni mgeni wa mtu mmoja jina lake Simoni, mtengenezaji wa ngozi, ambaye nyumba yake iko pwani, atakuambia kupasayo kutenda. Sasa nataka uone kitu hichi. Pamoja na kwamba alikuwa ni mchaji, alikuwa ni nini? Anasema alikuwa mtaua, alikuwa mchaji wa Mungu yeye na nyumba yake yote, alikuwa mtoaji sana, na alikuwa muombaji, na pamoja na kwamba sadaka zake na maombi yake yalikuwa ni kumbukumbu mbele za Mungu, bado hayakutosha kumuokoa. Ndio anaambia tuma mtu aende akamuite Petro. Sasa nataka tuende kwenye mlango wa 11. Petro amewekwa kitimoto na wenzake kwa ajili ya kuokoa muda. Petro alikuwa anaomba, alafu akazimia, akaletewa tambara bovu limejaa wanyama wa kila aina, akaambiwa aondoke achinje yale. Na yeye anaweza kuanzia kama mstari wa 5, lakini mimi nataka kwa ajili ya kuokoa muda nianze mstari wa 10. Anasema jambo hilo la tambara na vitu vya kula mbalimbali. Jambo hili likaendelea mara 3, kisha vitu vyote vikavutwa tena juu mbinguni. Na tazama, mara hiyo watu 3 wakasimama mbele ya nyumba tuliokuwamo, waliotumwa kwangu kutoka Kaisaria. Kutoka kwa nani? Kwa Kornelio. Anasema Roho akaniambia nifuatane nao nisione tashwishwi. Ndugu hawa 6 nao wakaenda pamoja nami, tukaingia katika nyumba ya mtu yule. Akatueleza jinsi alivyomuona malaika aliyesimama nyumbani mwake na kumwambia, tuma watu kwenda Yafa ukamuite Simoni aitwaye Petro, 14, atakaye kuambia maneno ambayo yatakuokoa wewe na nyumba yako yote. Kuona sisa tena, Kornelio pamoja na kwamba alikuwa ni mtaua, mchaji wa Mungu yeye na familia yake yote, alikuwa ni mtoaji sana pamoja na muombaji, matendo yake hayakutosha kumuokoa. Anaambiwa atume mtu aende akamuite Petro. Petro akija atamueleza maneno yatakayomuokoa. Hilo la kwanza lishike sana. Lakini jambo la pili nataka ushike hili, kwamba malaika ambaye alimtokea Kornelio hakuweza kumuhubiria injili Kornelio, kwa sababu heshima na dhamana ya kuhubiri injili amepewa mwanadamu. Kwa hiyo alichofanya ni kumwelekeza Kornelio atume watu waende wakamuite Petro. Petro akija atamuhubiria injili, na akisikia hayo maneno ataokoka. Sasa tunalifahamu hilo. Kwa mfano, tushapigiwa simu na watu anasema, nakumbuka story ya mama mmoja, nadhani kwa Chalinze, alitokewa na malaika usiku. Akaambiwa kuna mtu anaitwa Urumagadi yuko kwenye redio, akatajua redio, akaambiwa, akapewa na namba za simu za kwangu, akaambiwa na muda wa kipindi cha Neema na Kweli, akaambiwa asikilize huo muda, baada ya kusikiliza apige simu. Kwa hiyo vitu vipo. Kwa hiyo kuonyesha nini? Kwamba malaika hawawezi kuhubiri injili, isipokuwa wanaweza kumwelekeza mtu aende mahali ambapo atasikia habari ya injili. Unakumbuka pia katika Matendo ya Mitume mlango wa 8, malaika alimtokea Filipo akamwambia aende Gaza. Filipo alipoenda Gaza akaenda kukutana na ile towashi kwenye gari la farasi, anasoma kitabu cha Isaya. Roho akamwambia asogee karibu, then wakaongea, then of course towashi akaokoka. Kwa hiyo nataka ukiona kwamba heshima
ya kuhubiri injili hawajapewa malaika, amepewa mwanadamu. Sasa rafiki, wewe unasikiliza neno kila siku, unasikiliza injili, unasikiliza habari njema, alafu heshima hiyo umepewa na Mungu ya kwenda kuhubiri injili huendi, unaona aibu. Yaani injili ni ya thamani mno, ni ya muhimu mno, kiasi kwamba malaika hawajapewa kitu, umepewa wewe. Kwa nini utaki kujiona kwamba wewe ni special na uende ukahubiri injili? Kwa hiyo Kornelio anaambiwa kwamba, ngoja nisome tena mstari wa 14. Atakaye kuambia maneno ambayo yatakuokoa wewe na nyumba yako yote. Sikiliza tena hiki kitu. Pointi ya 3 ambayo nataka uione. Kwamba Kornelio anaambiwa, tuma mtu Yafa, ukamuite Simoni aitwaye Petro, atakaye kuambia maneno ambayo yatakuokoa wewe na nyumba yako yote. Sikiliza, maneno ama ujumbe. Nadhani nikisoma kwenye nani itakuwa inasema ujumbe. Ngoja tuangalie kwenye Biblia ya habari njema, itakuwa inasema ujumbe ama hata nani hata neno. Anasema hivi, yeye atakupa ujumbe ambao kwa huo wewe na wa nyumbani mwako wote mtaokoka. Biblia inasema yeye atakuambia maneno ambayo kwayo wewe na jamaa yako mtaokolewa. TKU anasema atazungumza na wewe ujumbe atakao kuambia utakuokoa wewe na kila mtu anayeishi katika nyumba yako. Sasa nataka ukione kitu hichi rafiki. Hajasema matendo. Kornelio alikuwa na matendo mema. Ndio hapo watu wanapopata shida. Kornelio alikuwa ni mtaua. Kornelio alikuwa ni mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote. Kornelio alikuwa anatoa sadaka nyingi. Kornelio alikuwa ni muombaji daima. Kwa habari ya matendo wa Kristo, kuna baadhi ya Wakristo hawamfikii. Lakini anaambiwa nenda kamuite Petro. Petro atakueleza ujumbe ambao utaokoa. Kwa hiyo kinachookoa nini? Sio matendo, kinachookoa ni ujumbe, message. Na message iliweze kuokoa lazima uiamini. Ndio anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila amwaminie. Hajasema ili kila atendaye matendo mema. Ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo kinachookoa ni ujumbe. Sasa huo ujumbe ni ujumbe gani? Maana anambia huyu akija atakueleza ujumbe ambao utakuokoa wewe na nyumba yako yote. Anasema ikawa nilipoanza kunena, okay, turudi sasa. Twende tukaangalie mlango wa 10. Petro amefika nyumbani kwa Kornelio. Anazungumza ujumbe gani? Matendo ya Mitume 10. Anasema hivi. Naanza mstari wa 34. Petro akafumbua kinywa chake akasema, hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchae na kutenda haki ukubaliwa na yeye. Neno lile alilowapelekea wana wa Israeli akihubiri habari njema ya amani kwa Yesu Kristo, ndiye Bwana wa wote. Msisitizo hilo neno, Bwana wa wote, kerigma hiyo. Alafu sasa jambo lile ninyi mmelijua, lilioenea katika Uyahudi wote, likianza Galilaya baada ya ubatizo aliohubiri Yohana, habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa hiyo anasema message ya kwanza ni kwamba Yesu ni Bwana juu ya wote. 2, yeye ndiye Kristo. Alafu anaendelea 39, anasema nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyoyatenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu, ambaye walimuua wakamtundika juu ya mti. Kwa anazungumzia kufa kwa Yesu Kristo. Anasema huyo Mungu alimfufua siku ya 3 akamjalia kudhirika, si kwa watu wote bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu, ndio sisi tuliokula na kunywa pamoja naye baada ya kufuka kwake kutoka kwa wafu. Kwa jambo la pili anazungumzia kufuka kwa Yesu. Alafu akatuagiza tuwahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyu ndiye aliamriwa na Mungu awe mhukumu walio hai na wafu. Huyo manabii wote ushuhudia ya kwamba kwa jina lake kila muaminie atapata ondoleo la dhambi. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi inavyojirudia tena na tena, kwamba kerma message ya mitume ilikuwa imejikita kwenye kuzungumzia kwamba Yesu ndiye Kristo, yaani amepakwa mafuta kuwa mfalme, yeye ni Bwana juu ya wote, kwamba alikufa alafu siku ya 3 akafufuka. Hiyo ndio ilikuwa central message. Hiyo ndio ilikuwa ujumbe, ndio ilikuwa kiini cha kuelezea kile ambacho Yesu Kristo alikuja kukifanya. Kwa hiyo
Tulianza kuangalia Yesu alikuja kufanya nini kwa kutokea upande wake. Sasa tunaangalia alikuja kufanya nini kwa vile ambavyo mitume au kanisa lilikuwa likifundisha na kuhubiri na kuelezea. Kwa hiyo utaona Kornelio anasema, angalia mstari wa 44. Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliolisikia lile neno, na wale waliotairiwa walioamini wakashangaa watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa maana waliwasikia wakinena kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Ndipo Petro akajibu, ni nani awezaye kuzuia hawa wasibatizwe, watu waliopokea Roho Mtakatifu vile vile kama sisi? Akawaamuru wabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo. Ndipo wakamsihi azidi kukaa siku kadhaa wa kadha. Sasa twende point nyingine moja haraka haraka. Kwa Kornelio tunaona amezaliwa mara ya pili, akajazwa Roho Mtakatifu kabla ya kubatizwa kwa maji mengi. Sehemu nyingine tunaona watu wanabatizwa kwanza, alafu wanakuja kujazwa Roho Mtakatifu au kubatizwa kwa Roho Mtakatifu baadaye. Sehemu nyingine ambao kwenye mara nyingi nikienda kubatiza watu, siku napowabatiza watu wale ambao hawajajaa Roho Mtakatifu ndio siku hiyo wanajaa Roho Mtakatifu. Vinafanyika vyote kwa pamoja. Kwa hiyo usifanye formula. Mtu anaweza akabatizwa kwa maji kwanza, akaja akajazwa Roho Mtakatifu baadaye, au anaweza akajazwa kwa Roho Mtakatifu kwanza, akaja akabatizwa kwa maji baadaye. Usiweke formula ukaanza kutenga watu. Hilo ni la muhimu kulielewa. Lakini kubwa nataka ulione ni hili. Kornelio na nyumba yake yote wameokoka baada ya kuamini message, ujumbe unaomhusu Yesu Kristo. Hawakuokoka, hawakuzaliwa mara ya pili kwa sababu ya matendo yao mema. Kwamba matendo mema ya Kornelio, kwamba alikuwa ni mtaua, alikuwa ni mchaji wa Mungu, alikuwa ni mtoaji, alikuwa ni muombaji, hayakutosha. Matendo yake mema hayakutosha kumuokoa. Ndio maana Waefeso 2:8 anasema mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo ni kipawa, ni zawadi kutoka kwa Mungu. Haikutokana na nafsi zenu, haijatokana na juhudi zenu, ili mtu yeyote asije akajisifia kuhusu matendo yake. Ukienda ukamuuliza Kornelio leo, kama ungekutana na Kornelio, ungeambia Kornelio, ulifanyaje wewe mpaka ukaweza kuokoka, ukazaliwa mara ya pili, ukarithi uzima wa milele, ukapata ufalme wa Mungu? Atakwambia, ndugu, nilijaribu sana. Mimi nilikuwa ni mchaji, mimi nilikuwa ni mtaua, mimi nilikuwa ni mtoaji, na nilikuwa ni muombaji sana, lakini mbele za Mungu haikutosha. Sana sana hayo mambo ya matendo yangu yalinisaidia kwa Mungu kumtuma malaika. Malaika ambaye sio tu kwamba alithibitisha kwamba kuna kumbukumbu ya matoleo yangu na maombi yangu mbele za Mungu, lakini hayakutosha. Mpaka nilipomuita huyu mtu anaitwa Petro. Petro alipokuja akanihubiria Injili, akanyeleza habari njema za mtu anaitwa Yesu wa Nazareti, kwamba huyu Yesu wa Nazareti ndiye Kristo, na kwamba kupitia huyu Yesu wa Nazareti Mungu alimtuma aje atende mema, kuponya, kufungua na kuokoa wote wanaonewa na ibilisi, na kwamba huyu Yesu wa Nazareti ambaye ni Kristo mpaka mafuta ya Bwana alikufa, na siku ya tatu Mungu akamfufua, na huyu Yesu yeye ndio mhukumu walio hai na wafu, na kwamba sasa hivi kila mtu anayemwamini huyu Yesu anapata ondoleo la dhambi kupitia jina lake. Kwa hiyo niliamini huo ujumbe, mimi na nyumba yangu wote tukaokolewa. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tutana kesho muda na wakati kama huu.